Habari yako? Salama. Watazamaji wa Darajani TV wangependa kujua leo tuko na nani na anajishughulisha na nini? Okay, kwa majina naitwa Gertrude Sabasi Mkenda. Ndio. Mimi ni msanii na jina langu la sanaa naitwa Jema. Okay. Hilo jina la Jema ulinipata vipi? Okay. Hilo jina la Jema nakumbuka kwenye movie yangu ya kwanza kabisa kushiriki kutoka kwa IRM Production ya Mr. Kawaida. Kwa jina lingine anajiitaga na Arabuku. Ndo alinichagulia hilo jina, kwa hiyo nikaona bora niendelee nalo kwa sababu niliamini kwamba hili jina ni zuri na litanifikisha mbali sana. Okay, na swali moja nataka nikuulize hapa, kabla hujaingia kwenye sanaa ulikuwa unajishughulisha na nini? Kabla sijaingia kwenye sanaa, nilikuwa ninajishughulisha mpaka sasa hivi na ualimu. Mimi ni mwalimu wa level ya nursery, nafundisha nursery school. Kwa professional wewe ni mwalimu? Yes. Uliwahi kuwaza kwamba utakuja kuingia kwenye sanaa? Sikutegemea sana kama ninaweza kufanikiwa kwa kipindi cha nyuma kuingia kwenye sanaa, kwa sababu nilikuwa nawiwa kuwa msanii, ila sikujua kwamba nitatumia njia gani ya kuanza kuingia kwenye sanaa typically na kufanya zoezi la sanaa. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, nilifanikiwa. Ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 6 ndo niliingia rasmi kwenye sanaa. Ina maana mpaka sasa hivi naenda kutimiza mwaka. Mwezi wa 6 ukifika nitakuwa nina mwaka katika kazi hii ya sanaa. Una tofautisha, yani utofauti wa sanaa na ualimu kwenye maslahi vinalingana au viko tofauti? Siwezi kusema vinalingana kwa sababu kama nilivyotangulia kusema kwamba ndo nimeanza. Kwa hiyo bado nipo kwenye level ambayo ndo ninaanza kuijua sanaa. Sijui huko mbele itanifikisha wapi. Lakini natumaini kwamba hii sanaa na nikija kulinganisha na level ya ualimu, sidhani kama vitakuwa vinapishana sana. Sidhani, lakini sina uhakika na hilo. Japo ndo nimeanza, kwa hiyo nitajaribu kujua huko mbele, ndo nitajua kwamba huku na huku wapi pako vizuri zaidi. Kwa mimi sanaa na ualimu naona ni tasnia ambazo zinashabihiana, kwa sababu zote zina lengo kuu la kuburudisha, kuelimisha. Unaona ni wapi ambapo unaweza ukapeleka ujumbe kwa haraka kama unataka kuelimisha watu, kati ya ualimu au kwenye sanaa? Katika kuelimisha na kupeleka ujumbe kwa haraka ni njia ya sanaa, kwa sababu njia ya sanaa inawafikia watu wote, lakini njia ya ualimu huwa na bezi sana kwa watoto wadogo. Kwa hiyo nakuwa nawapa elimu wale watoto wadogo tu, lakini kwa sanaa nafikisha elimu kwa marika yote, watoto pamoja na watu wazima. Kwa maanake namba kubwa ya kuwafikia watu wengi na wenye umri tofauti ni kwenye sanaa tofauti na watu wengi. Okay, mikakati yako wewe sasa kwenye sanaa ya uigizaji ni ipi? Mikakati yangu, ninatamani nifike kwenye level fulani ambazo nawaona wenzangu wamefikia. Na ninajitahidi, mikakati yangu ni kupambana, kujishughulisha na mazoezi, kujifunza zaidi ili kuweza kufika level ya watu wengine ambao wamefika, ambao ni level ya juu. Kwa Kigamboni hapa ni wasanii wapi ambao wanakuvutia sana sana wewe, ambao ukiwatizama unatamani siku moja ufanye nao kazi au uwe kama wao? Kwa hii Kigamboni navutiwa sana na Mr. Kawaida. Mr. Kawaida ananivutia, na kwa vile yeye ndo alikuwa kama njia ya mimi kuingia kwenye sanaa, na appreciate sana kazi zake, na ninatamani na mimi nije nifike kwenye level kama zake na zaidi ya level yake. Msanii mwingine ambaye kwa hapa Kigamboni ananihamasisha sana ni kuna dada anaitwa Peje. Yupo kwenye kundi la Mfalme Film. Yule dada katika uchezaji wake najifunza vitu vingi sana.
hasa sana sana kwenye kipengele cha hisia. Kwa hiyo napenda sana kuwafuatilia wale, na ninajua kuna kitu ambacho ninakipata kutoka kwao ambacho kitanisaidia na mimi pia. Sawa. Sanaa yetu bila skendo hautoboi. Umejipanga na hilo? Kiukweli najua na ninaona kupitia wengine kuna skendo huwa zinatokea, zinazuka. Of course kama zikija nitakabiliana nazo kulingana na skendo yenyewe ilivyokuja, but namuomba Mwenyezi Mungu sana aniepushe na skendo mbaya. Yaani basi niwe na skendo tu zile ambazo ni nzuri kwa jamii na sio zile skendo mbaya kwa jamii ambazo zinakuchafua. Okay, sawa. Kigamboni wana tuzo za waigizaji. Umeshiriki na umejiandaa kwa hilo? Ni kweli nimeshiriki na ndo tuzo yangu ya mara ya kwanza kabisa kushiriki. Nashiriki tuzo ya msanii bora wa kike, mtazamaji na chaguo la watazamaji. Okay. Kwa hiyo nimejiandaa kwa hilo. Pia mimi peke yangu siwezi bila watu wa karibu na mimi. Kwa hiyo nategemea supporta sana za watu ili kuweza kunivusha kwenye hiyo level, kuweza kufanikiwa. Okay, sawa. Hicho kipengele wewe unaona unaweza ukakichukua? Yaani ukashinda hicho kipengele? Kwa matamanio yangu ninatamani nichukue. Ila all in all napendaga sana kumkabidhi Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio mwezeshaji wa kila jambo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu namwachia yeye, kama akipenda mimi nichukue basi itakuwa jambo jema sana kwangu, lakini pia kama mapenzi yake hayajapendekeza kwangu pia nitalipokea kwa mikono miwili na kujaribu kwa wakati mwingine pia. Shauku yako ni nini siku ile ya tuzo itakapofika? Shauku yangu kubwa kwa sababu nipo kwenye ushindani. Natamani siku hiyo na mimi niibuke kama mshindi. Hicho ndio kitu ambacho kipo moyoni mwangu. Kama itatokea ukapata hiyo tuzo ya wilaya, utaifanyia nini au nini utakifanya ili iboreshe katika tasnia yako ya uigizaji? Okay, kwa imani yangu naamini kwamba tuzo ni kama ni kama CV katika kazi yangu ya sanaa. Hivyo itanipa chance nyingine zaidi za kufanya nifanye kazi kubwa na watu wengine wakubwa zaidi kupitia hiyo. Sawa. Watoto wa kike kuna kasumba moja ya kuzuiliwa au kutokuungwa mkono na wapenzi wao. Wewe kwa upande wako imekuwaje? Kwa upande wangu mimi niseme tu mpenzi wangu ananiunga mkono kwa 100%, na nashukuru Mungu kwa hilo. Sina changamoto zozote kwenye upande huo. Okay. Sawa. Tunataka kufahamu lingine. Wasanii gani ambao wewe unatamani ufanye nao kazi sasa kwa kipindi hiki? Kwa ndani au nje katika Kigamboni? Kwa ndani hapa Tanzania, Dar es Salaam, hii yote kwa ujumla. Ni wapi unawatazama na unatamani ufanye nao kazi? Jamani, na shauku ya kufanya kazi na wasanii wengi sana. Nikianza kwenye kazi za YouTube huko kuna Dunia, napenda sana siku nicheze na Violet au Manyanya. Pia nikienda kwenye upande mwingine huko wa Azam TV, na wapenda sana wale Noma, series ya Noma, nikacheza na Chioma, nikacheza na kina Emedi. Ndio shauku yangu kubwa hiyo. Okay. Unafikiri sasa hivi soko la YouTube linawasaidia wasanii? Labda nisemee tu kwa mimi sina uzoefu sana, kama nilivyotangulia awali kusema kwamba mimi ni mchanga katika sanaa, ndo nimeianza. Kwa hiyo sipendi sana kuongelea kwenye upande huo kwa sababu sijawahi kujaribu kufanya hilo soko la YouTube. Zaidi tu ninashiriki kwenye kazi za watu. Kwa hiyo
kwenye kipengele hicho siwezi kukitolea sana maelezo, nisije nikavuka mipaka au nikaongea kitu ambacho hakipo. Mitandao ya kijamii yako unaitumiaje? Okay, mitandao ya kijamii naitumia sana sana kwenye kuposti zile short clip content, natumia hivyo ili kuendelea kufikisha ujumbe kwa jamii. Basi sawa, ongea na mashabiki zako. Mimi niseme tu kwanza, mashabiki zangu nawapenda sana, alafu kitu kingine naomba mniamini katika kazi zangu. Najua katika kuniamini mimi kutanipa nguvu ya kuendelea kufanya zaidi na zaidi, na pia ni waahidi tu kitu kimoja, nitakuwa bega kwa bega na ninyi katika kufanya kazi nzuri zaidi ili muweze kujifunza na kuelimika katika jamii yetu. Basi asante, uwe na wakati mwema. Siku nyingine tutapiga story zaidi. Asante. Kwenye tuzo, tukutane kwenye tuzo. Asante.